Salamba, habari za wakati huu? Mimi namshukuru Mungu niko vizuri. Ndio. Na sisi tunashukuru Mungu kama uko vizuri. Kings Media tumekuja kupiga story na wewe, lakini taarifa kubwa bwana ni Ibrahim Keita. Kijana huyo kutoka pale TP Mazembe, taarifa zinaeleza kwamba Young Africans wameanza mazungumzo na wako mbioni kumalizana naye kinda huyu mwenye umri wa miaka 23. Mezani kwako taarifa hizi zimekaaje, Dominic Salamba? Yaani kama kuna mtu ambaye anakupenyezea habari, basi huyo mtu usimwache. Sababu unapambana sana. Yaani kila siku vyanzo vyako vinakuwa vina asilimia kubwa ya uhakika. Kwa hiyo nafikiri hongera kwa hilo kwanza. Asante. Lakini pia ni kweli kwenye dawati langu hizo taarifa zipo. Unapomzungumzia Ibrahim Keita, huyu ni mchezaji ambaye alizaliwa miaka 23 iliyopita katika mji wa Bamako pale Mali, lakini ana uraia wa nchini Mauritania. Ni kijana ambaye ni mrefu na anatumika sana katika upande wa kulia. Anaweza kucheza nambari 2 lakini pia nambari 4 na kuna kipindi hata namba 6 anaweza akacheza. Yuko TP Mazembe na TP Mazembe walikuwa wanataka kumuongezea mkataba mwingine wa miaka 3 kwa sababu tayari washaona kwamba ni biashara ambayo inaweza kuja kuwalipa, ukizingatia wao katika siku za karibuni wamekuwa wana project kubwa ya kuuza wachezaji kuliko kuwa retain na kuweza kupambania ubingwa pengine wa Afrika kama miaka ya nyuma. Naona kwa hiyo walikuwa watamani waweze kumuongezea mkataba walao miaka 3, lakini amerefuse kuweza kusaini na kwamba angetamani kuweza kuona kwamba anaondoka. Na ni kweli miongoni mwa timu ambazo zimekuwa zipo karibu kuweza kumfikia ni klabu ya Yanga ambao walianza mazungumzo naye mapema sana huyu kijana, na so far so good walifikia eneo ambalo limebakia tu rais wa klabu ya Yanga aweze kumalizia shughuli na ikiwezekana msimu unaokuja basi aweze kwenda kukava kwenye ile mbavu ya kulia. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia majeraha ambayo anayo ya ukwasi hayajulikani lini yatakwenda kwa sawa. Ni bado hayuko sawa, na ukiangalia klabu ilimchukua ili iweze kuja kumtumia katika michuano ya kimataifa. Sawa, wamemchukua mwenda, lakini bado lazima uwe na quality nyingine ya juu ambayo inaweza kufanya uweze kupambana katika michuano ya klabu bingwa na michuano mingine. Kwa nafikiri wamekuwa kwa dilema wakiangalia hasa hali ya Kwasa Tola, waona kwamba ni vema wakafikiria pengine kutafuta mlinzi ambaye anaweza kuja kutake off katika lile eneo. Ukimtazama Keita na Kwasa Tohora yao kwa jinsi ambavyo umewafuatilia kwa muda mrefu sana, ukiachana na majeraha ambayo yuko nayo mlinzi wa klabu ya Yanga kwa maana ya Kwasa Tohora yao, Keita na Kwasi, nani bora kwako? Kila mmoja ana ubora wake. Binafsi nikimpata Kwasi katika ubora wake 100% ni bora kuliko Keita binafsi. Kwa nini? Kwa sababu anatengeneza uwiano ulio sahihi katika maeneo yote. Anaweza kushambulia, anarudi kwa haraka kasi yake, ana skills za kuweza kushambulia, uwezo wa kuassist, kupiga cross. Ni mchezaji ambaye binafsi nasema kwamba amekamilika kwa asilimia kubwa sana katika eneo la ulinzi wa pembeni. Kwa upande wa Keita ni mzuri sana, anakuwa much more aggressive kwenye kushambulia. Ndio yuko much more talented kwenye eneo la mwisho kwa sababu ana uwezo mzuri wa kukana mpira na dribbling, ila kuna wakati anapungua kasi kidogo kwenye kulinda, anakuwa anakaa kwenye eneo zaidi la kushambulia. Kwa hiyo kama ungesema unatoa asilimia, basi katika ubora wao wa 100%, basi ya Kwasi ningempa 95%, alafu Ibrahim Keita ningempa 85%. Kwa utofauti wa 10, lakini bado hizo 10% wote wapo kwenye daraja moja. Yaani kama unavyozungumzia watu ambao wampata 1 ya 7, katika hao ambao wampata 1 ya 7 kuna ambaye anakuwa ni kinara zaidi kuliko mwingine. Kwa hiyo wote ni walinzi ambao wana convince kuweza kucheza katika michuano mikubwa kwa bora mkubwa, lakini when it comes wenyewe unaamua kwa compare katika the same level, basi Kwasi alikuwa na kitu cha ziada kuliko Ibrahim Keita. Kwa mujibu wa taarifa ambazo ziko mezani kwako sasa, Keita anakuja pale katika timu ya Young Africans. Kwasa Tohora yao bado yuko, ni mchezaji wa klabu ya Yanga. Vipi, Kwasa atampisha ama Kwasa ataendelea kusalia ndani ya klabu hiyo ya Yanga kwa mujibu wa vyanzo vyako? Nafikiri kama dili la Keita likikamilika, sidhani kama Yanga wanaweza waka hold uchezaji wote wiko kwenye nafasi moja. Na ukizingatia kwamba mkataba wa Kwasi ulikuwa unafikia ukingoni huko mwisho. Kwa hiyo nafikiri hiyo ni kama ni mtego ambao wanaendelea kuexamine hali yake, kwamba kama hali itaendelea kutakuwa nzuri, basi nafikiri watafanya switching, watafanya replacement. Itabidi ya Kwasi aweze kuachia na Keita aweze kuingia.
Yeah. Wako vijana pale wa Tanzania ambao wanacheza nafasi hiyo ya beki wa kulia, kwa maana Israel Patrick Mwenda pamoja na kijana kutoka Morogoro Mji Kasoro Bahari, ndugu yangu huyu kabisa Kibwana Shomari. Unafikiri ujio wa Keita, mtu kutoka nje pia na uwezo wake ni mkubwa pia, tunakwenda kuwapoteza vijana hawa kwenye soka? Hapana, haina mantiki hiyo. Kupoteza maana yake ukiamua kupotea unapotea mwenyewe. Wakati mwingine unapokuwa unapata wachezaji walio bora maana yake unakuwa na improve. Leo tunamwangalia Kibwana Shomari akutumika kwa muda mrefu, lakini baada ya kuanza kutumika tumeona anafika kwenye ile pace ambayo timu ilikuwa inahitaji. Kwa nini? Kwa sababu akiwa ana train na watu ambao wako bora. Ndipo kimwangalia Israel Mwenda amekuwa na kiwango bora, unaona, ambacho amekuwa akitumikia klabu ya Yanga. Kwa hiyo ni lazima uweze kuwa na option kwenye timu, kwa sababu timu inatarajia kuweza kucheza michuano mingi. Tunafahamu watakwenda klabu bingwa, sababu mpaka sisi kwa alama ambazo wanazo na mechi zobakia bila shida kwamba watacheza klabu bingwa barani Afrika, whether wakiwa ni mabingwa au nafasi ya pili whatever. Lakini pia kuna kombe la FA, kuna makombe mengine ya ligi, Mapinduzi na Ngao. Kwa hiyo ni lazima uwe na kikosi ambacho kimesheheni nyota ambao wakati wote wapo tayari kupambana, lakini wenye uwezo ambao unakuwa unafanana kwa kiasi fulani. Kwa nafikiri mimi ujio wake utakwenda kuwa chachu kwa vijana wetu wa Tanzania waweze kujitahidi, na kwa sababu sio guarantee. Unaweza ukawa na mapro kutoka nje wakaja, lakini bado wakawa wamekaa nje kutokana na mtu ambaye atachukua. Kama kina Kibwana na kina Israel Mwenda wakipandisha viwango vyao, anaweza akaja na bado akawa anaanzia kwenye benchi vile vile. Mimi Dominic Silamba nataka kusikia kidogo mtazamo wako kwenye hili, na mawazo yangu yako hivi. Young Africans na mabeki wa ndani hapa, kwa maana ya Kibwana Shomari na Israel Patrick Mwenda, kwa nyakati tofauti wameonekana kuwa vizuri kwenye mechi kadha wa kadha ambazo wameshiriki. Yao Kwasa Tohora yuko nje muda mrefu, na Yao Kwasa Tohora pasio na shida wala shaka yote, akipona ni miongoni mwa wachezaji ambao wana kiwango bora sana. Unafikiri haikuwa jambo jema na la kiungwana Young Africans wangeendelea kuamini hawa vijana wa Kitanzania, huku tukiwa tunasubiri Yao Kwasa Tohora arejee akiwa vyema na yeye aje kushindana na kina Kibwana pamoja na Israel Patrick Mwenda, mpaka wanafikiria nyakati za kuongeza beki mwingine pia kutoka nje? Unajua hizi klabu kubwa hazina muda wa kusubiri. Yaani miongoni mwa karakta ya timu kubwa hazina muda wa kusubiri hata siku moja. Yanga ni timu ambayo imejianikiza ya kiushindani kwenda kuwania mataji yote ambayo inakuwa na wania, na kwa siku za karibuni walitangaza kwamba sasa hizi wana kikosi ambacho kinaweza kucheza tena nusu fainali ya klabu bingwa barani Afrika kutokana na nyota ambao wamesheheni pale. Kwa hiyo hilo ni deni ambalo viongozi wanatamani waweze kulikamilisha. Na kwa hiyo unaangalia, lakini pia jua kwamba wachezaji ile ni kazi. Hata kwenye makazi ambayo tunaajiriwa hata wewe kwako, kuna muda ukifika hatua kama utakuwa na matatizo yako binafsi, manake kampuni itabidi ikupatie mkono wa kwaheri, kwa sababu kwamba uko pale kuna gharama za tumika na umeajiriwa, kwa maana ile unaenda kudeliver uweze kutoa kitu. Sasa kama akipatikani whether kwa bahati mbaya au whatever, basi lazima uweze kuwapisha wachezaji wengine. Kwa ukiangalia kwa mazingira ambayo yuko nayo, ameugua muda mrefu mpaka sasa hizi ni kama hatima yake haifahamiki. Kwa timu haiwezi kuchukua riski kuendelea kusubiri kwa mtu ambaye huwezi kujua lini atakaa katika mkao uliokuwa sahihi. Kwa mimi naamini tu kwamba kama ikiwa ni maamuzi ya kumuondoa, basi watakuwa wamemuondoa si kwa sababu ya kushuka kwa ubora, yeye atakuwa anaondolewa kwa sababu ya kutokuwa katika hali sahihi ambayo inamfanya aweze kutumikia majukumu yake ambayo alimfanya aweze kuajiriwa na klabu ya Yanga. Ukitazama kwenye klabu ya Yanga kwenye eneo hili la backline, ukiondoa namba 2 ambayo Yanga anahusishwa nayo Ibrahim Keita, kuna nafasi nyingine ya beki inahitajika Young Africans ongeze nguvu? Ndio, mlinzi wa kati. Walioko watoshi. Tumemwona pia Mamnyeto amerejea kwa kishindo kikubwa na anacheza vizuri, lakini Ibrahim Baka pamoja na Dickson Job wameendelea kuwa bora nyakati zote. Bado wanahitaji mlinzi mwingine mkubwa ambaye atakuwa zaidi ambacho anakifanya Baka, ambacho anakifanya Job, ambacho anakifanya Mamnyeto. Kuna mechi lazima uwe na mlinzi mkubwa. Mlinzi unajua kiwango kinakuwa inafika hatua ni kwenye climax point kwamba you cannot move ahead from that. Yaani huwezi kwenda mbele pale ambako ushafika. Kwa hiyo unategemea leo Ibrahim Baka, Jobu, Mamnyeto watakupa kingine kipi cha zaidi ya kile ambacho wamekitoa. Kwa hiyo wakiwa katika level ya mwisho tumeshaona uwezo ni uko pale. Kwa hiyo lazima utafuta. Lakini pia ni riski kuwa na walinzi watatu wakati. Na hii kitu nilishazungumza hata msimu uliopita. Kwenye sehemu ya ulinzi ni sehemu ambayo ni rahisi sana wachezaji kukutana na injury, majeraha, lakini pia kupata adhabu kutokana na mazingira ambayo wanakutana nayo. Yaani kupata kadi, eneo ambalo watu wanapata kadi nyingi sana ni eneo la mabeki wa kati na viungo wa kati. Ni maeneo ambayo ni rahisi kuweza kutokea zile migongano,
wakati mwingine, lakini pia na hata kutokea pressure ambayo inaweza kufanya wakati mwingine ukacheza fouls. Kwa hiyo unapokuwa na walinzi watatu peke yake, manake kitokea mmoja kapata shida, utaona kuwa unaingia kwenye riski kubwa sana ya kuwa na walinzi wawili. Alafu hao wawili kwenye mechi mmoja akapata red card, manake tayari katika hali ngumu sana. Leo hii Madrid ana struggle sana. Anapoteza ubingwa kutokana na kukosa ulinzi wake wote katikati. Ukimwangalia Militao hayupo, ukimwangalia Rudiger anakosekana muda mrefu. Kwa hiyo ukuta kwamba na hawana option mpaka wanaanza kuchukua wachezaji wengine ambao ni viungo warudi nyuma. Kwa hiyo inatakiwa at least uwe na walinzi wakati wa 4. Wakati wa 4 ili ndio hapo kidogo unakuwa uko match more secured. Kwa maana ikitokea hata kama mmoja yuko injury unakuwa una reserve ya mmoja ambaye yuko nje. Lakini pia inampa mwalimu uwanja mpana. Kwa hiyo nafikiri ni lazima no matter Jobu, no matter Baka, no matter Mwamnyeto wapo katika bora wao, lakini lazima wapate mlinzi mwingine wa 4 ambaye atakuja kuongeza kitu kwenye beki ya klabu ya Yanga. Unafikiri mlinzi mwingine inatakiwa atoke nje ya Tanzania ama hapa Tanzania kuna vijana wengi ambao wanaweza kucheza nafasi hiyo na kuiwakilisha vyema klabu hiyo ya Yanga kwenye mashindano ya kimataifa? Mimi ukiniuliza nitasema ni nje. Okay. Kwa sababu walinzi wote ambao bora wa ndani wako Yanga. Walinzi wote bora wa ndani wako Yanga. Kwa sasa ndani tena ndio utafuta kitu kingine wapi? Tumalizie kwa kutazama Jamvi Dar es Salaam. Mwaka huu 2025 umekuwa ni mwaka wa neema kweli kweli kwa Tanzania kuendelea kuvuna kama si kutengeneza maokoto ya kutosha. Nini hasa kipi ambacho tuko nacho na nini hasa ambacho tunatakiwa tutarajie wana Jamvi Dar es Salaam? Nafikiri kubwa ni uzinduzi wa application ambao tutashaufanya. Tuliwaambia tunawaletea kitu kikubwa ambacho hakijawahi kufanyika. Na safari hii kimefanyika kupitia Salamba TV. Tuna application ambako ndani ya application apart from kupata news, tetesi na vitu vingine vingi, bado kuna segment ya mikeka, sehemu ambayo tunakuwa tunakupatia majamvi ya bure kabisa kuanzia odds 50 mpaka odds 1000. Kwa hiyo utaamua tu wewe una mtaji wako wa buku, una 500 na 700 utabeti. Lakini pia tumeona kwamba ni vema tukupatie odds hizi kutoka kwenye kampuni ambayo inakuwa inatoa odds nyingi. Kuna makampuni mengine unaweka hata mechi 15, ukija kuhesabu odds zako unakuta ziko 8, ziko 7, lakini huko ambako tumewapeleka ni kwamba wao wanakuwa wanatoa odds nyingi. Kwa hiyo tunatoa kodi na linki za BetPawa Tanzania ili kufanya kwamba kwanza upate odds nyingi, lakini pia uweze kuwa na uhakika wa kurudisha pesa yako baada ya kuwa umebeti. Kwa hiyo cha kufanya ni kuendelea kujiunga kwenye application yetu, nenda kapakue iweze kuwa sehemu ya simu yako. Lakini pia kwa wale ambao hawapendi stress, wanapenda kupata vitu vya uhakika, ni vema ukaja kwenye kulipia Jamvi Dar es Salaam kwa kupiga nyota 150 nyota 50 nyota 1 leli, then unaingiza namba ya kampuni 610 251 Baada hapo utapokea, unaweka kiasi kwa siku ni shilingi 1000, kwa wiki 1500 na kwa mwezi 1015, na wale VIP ni shilingi 1030 kwa siku 5. Then baada ya hapo utapokea ujumbe kutoka Selcom na Salamba TV ikiwa tayari umejiunga na Jamvi Dar es Salaam na kuanza kufurahia huduma yako ambayo kila siku saa 5:30 asubuhi tunatoa yale majamvi ya siku, lakini pia wale VIP wanapata huduma yao saa 7:30 mchana. Kwa hiyo cha kufanya usichelewe, njoo kwenye application yetu uweze kubarika, lakini pia uweze kujishindia maokoto. Mimi nikushukuru sana Mfalme wa Maokoto. Karibu tena. Ndio, Jamvi Dar es Salaam ndio Mfalme wa Maokoto, na tunasema kwamba 2025 usipojipanga basi utapangwa. Hii ni Kings Media, endelea kufurahia taarifa kem zenye ukweli na uhakika ndani yake. Kwaheri. Kutana na MC Sisco, MC ambaye atasimamia sherehe yako kikamilifu na kuifanya iwe na viwango vya kimataifa. Kutokana na uzoefu alionao katika tasnia ya UMC, uandishi wa habari na utangazaji. Ukiwa na harusi, send off ama events mbalimbali, muite naye atakuhudumia. Pia ana huduma za picha pamoja na video zenye ubora wa HD. Ana sound ya mziki mkali pamoja na DJ anayekizi vigezo vya DJ. Ofa sasa, usafiri bure kwa maharusi, zawadi ya picha mbao kwa maharusi, bila kusahau photo magazine. Kama unahitaji sherehe yako ionekane ya kisasa, jibu ni Cisco J Entertainment. Wanafanya kazi ndani na nje ya Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi piga 0782055044 au tembelea kurasa yake ya Facebook Nicholas Johnny, Instagram Cisco J_5. MC Cisco, Master of Ceremony.